Dr. Kalika wa Kalika. Naam. Uvumi umeenea, uvumi umetawala. Ndio. Na sisi tukasema tunaposikia uvumi kuhusiana na wewe tunatia magumu kuja kuhakikisha je, linalosemwa ni kweli kabisa. Na kama Waswahili wanavyosema lisemwalo lipo na kama halipo basi linakuwa kweli kabisa. Tumeweza kupata habari, ukiachana na yale matukio ambayo tumeweza kuyaona hapo nyuma ya kutuonyesha nyoka, vitu vya ajabu, tukaweza kusikia kwamba Dr. Kalika anafanya kazi na viumbe tofauti na nyoka. Sasa tukasema je, hili ni kweli? Tukaona tukufuate uweze kututhibitishia wewe. Ni kweli viumbe, Mwenyezi Mungu ameumba viumbe wengi. Na sisi tunaweza tukafanya kazi na viumbe wengi wa ajabu. Kwa mfano, kuna kiumbe mwingine labda paka mweusi. Mimi huwa ninaweza nikafanya kazi na paka mweusi. Yule paka mweusi ni paka kwa macho, lakini si paka. Kwa macho namuona ni paka mweusi, lakini ni wa miujiza, kwa sababu kawaida ya paka hasemi, lakini yule paka wangu mweusi anasema. Kwa mfano, mara nyingi huwa tunamtumia kwenye mambo mengine mengi, lakini hasa kwa wale wezi wa mtu anapokuwa ameibiwa kitu na hajui ni nani amemuibia. Kwa hiyo huwa naweza nikamuita paka mweusi nikamwambia, sisi kuna kitu hiki kimepotea na hatujui ni nani amepoteza. Tunaomba ututafutie na arudishe kwa amani. Basi huwa ninamuita paka kwa mfano. Namuita hapa aje ili uone kwa mfano kwa vitendo, hatutoi maelezo tu. Natumia pete yangu, nikishaibusu ninamuita. Haraka haraka haraka, mara moja, paka wa kazi, njoo mara moja, kuna kazi nataka nikuoneshe. Nikuamuru kaifu. Umemuona huyo? Sasa akishafika hapa anasubiri maagizo yangu mimi, ni kitu gani nilichomuitia. Lakini sasa unamuona ni paka kwa macho, ni paka, lakini ni paka wa miujiza, kwa sababu huyu paka anasema. Unapomtuma labda kwa mwizi, akifika kwa yule mwizi, hata wewe umefunga mlango, ataingia, hapitii dirishani wala mlangoni, ila utamuona tu yuko ndani. Analia kwa sauti kuu mpaka mtu uamke, ugeuke. Ukigeuka mkikutanisha naye macho hivi, atakuita jina, atasema fulani bini fulani. Wewe ndiye ulishirikiana na fulani kufanya hivi kwa fulani, au kuiba kitu kwa fulani. Kwa usalama wenu. Ruhusu kwanza ondoke afutoke. Maana wakana hasira. Hapana. Afu ndio maelezo utayatoa kwa baadaye. Asante. Nadhani kwanza ninakuomba kwa jina la Mzimu Mkuu na mzee mwingine ya huruma, na kwa jina la Mwenyezi Mungu aliyeumba vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Ondoka kwanza mpaka pale nitakapokuita tena. Asante sana. Sasa anaondoka. Ndio taratibu zilivyo, lakini huyo anajua lugha zote. Ukimtuma kwa mtu yoyote, anamwambia kwa lugha anayoijua yeye. Kwa mfano mimi nimepoteza mali zangu na nina shida kuzipata. Ndio. Nikufuate Dr. Kalika. Ndio. Sawa, ikiwa sio mimi, kuna watu wengine kwa na matatizo yao. Ndio. Kupoteza mali zao, kupunguza mali zao. Ndio. Na wanahitaji kuzirudisha katika miliki yao. Ndio. Ni vipi Dr. Kalika anataka kupata kwa urahisi? Mimi napatikana kwa namba za simu. Namba zangu ni mbili, na namba ya Voda na namba ya Tigo. Namba ya Voda ni alama ya kujumlisha 255 7 49 71 30 51. Hiyo ndo namba yangu ya Voda, lakini namba ya Tigo ni alama ya kujumlisha 255 7 10 93 42 47. Hizo ndo namba zangu na zote zipo kwenye WhatsApp. Kwa hiyo kwa wale watazamaji wetu wote, mnapoingia kwenye YouTube yetu kutazama, msisahau kulike, kucomment na kusubscribe. Lakini busara, andika DR Kalika wa Kalika, utaikuta pale. Kwa yale nimeeleza kwa kifupi. Yapo mengi ambayo si vema, ila ikiwa kwenye kazi ndo utayaona, lakini kwa kifupi tu, tukimtuma huyo paka mweusi
anakwenda kwa mtu yoyote yule mhusika aliyefanya vile, atamwita jina kwanza, atashangaa hajawahi kumuona mpaka anasema, kisha mpaka atamwambia wewe ndiye ulishirikiana fulani kuiba hiki kitu kwa fulani, kwa usalama wenu rudisheni kitu kwa mwenyewe, la sivyo yatawakuta yasiyowafurahisha. Baada ya hapo yule paka anayayuka, anapotea, hatokei dirishani wala mlangoni. Na baada ya hapo, baada ya dakika 2 tu ataziona ishara ambazo yeye mwenyewe atarudisha kitu bila kulazimishwa. Daktari, nashukuru sana. Asante. Mimi naimani kwa sababu Watanzania wengi wana matatizo. Tuko pamoja na mengine mengi. Kila la heri. Asante sana.